Goko studio nigetha twaranirie na ciuria iria ekurio niria we mwiroreri ugutuma mutambo-ini uyu wakwa wa 22488 na namba yakwa ya SMS aundu na mundu kire na ya kawaru tawaboi wa Githurai na wamihuthere na ciuria icio ciothe nitukuria mheshimiwa Governor Sakaja tondu akire goko studio. Mheshimiwa Johnson Sakaja ithe wa Boi geitheka, happy new year. Happy new year, oro waku niko wega muno utire na uru. Hata sisi tuko sawa kabisa. Thank you mno. Mwaka imeanza aje Nairobi? Imeanza vizuri. Tulikuwa tunatarajia mwaka mpya kwa sababu mipango imekuwa mingi. Ndio. Na tangu tuchaguliwe ilichukua muda mrefu ku set up serikali kuweka mawaziri, ma chief officer na kupitisha budget. Sasa tuko tayari kupiga kazi. Ndio. Umepitishwa hiyo yote? Yote imepitishwa. Tumepitisha mawaziri, ma chief officers. Budget imepita. Sasa ni kazi. Sasa ni kazi. Wewe hujakutana na hizi mashida, nasikia magavana wengine wako nazo kudelay sijui wengine wametishwa hata wameletwa mpaka Senate impeachment na nini. Unajua shida huwa ikosekani. It is how you deal with it. Yes. Ni vile unazungumza. Kumekuwa na hali kidogo ya sintofahamu hapa na pale. Na labda kutoelewana. But tumeweza kufaulu. Na kama kawaida nikija hapa lazima nishukuru watu ambao wanasikiza na kuangalia Inooro. Damu shokiria gadho kabisa. Sababu ndo tumekuwa na nyinyi kwa muda mrefu. Na wamekuwa wananisaidia kwa uongozi yangu. Kuna counties ambapo mpaka leo unapata county governor ni wa Azimio, MCA zote ni wa Azimio, budget haijapita. Ama governor ni wa Kenya Kwanza, UDA, MCA zote ni wa UDA, bado kuna sintofahamu. Na yetu ikitokea tuna deal nayo tukisonga mbele. So I foresee a very good year. Good. Asante. Wakati tukimaliza mwaka jana na labda hata tukianza mwaka huu umekuwa ukikashifiwa. Yes. Governor Sakaja, wewe umechaguliwa na chama cha UDA lakini umeweka watu ya Azimio kwa serikali yako. Kwa nini unaweka Azimio? Ama umehama aze? Sisi hapo. Ndio nimekuwa nakashifiwa. Na sana sana ni viongozi ambao wanajua ukweli lakini hawataki kuelewa. Ama hawakubali the reality ambao tuko nao Nairobi. Nairobi ni mji ambao ni cosmopolitan. Na ni mji ambao tuko na vyama. Mimi nilisimama na UDA, mimi ni member. Gangari sana wa UDA. Member number 1 Nairobi. Na hii kura vile ilipigwa, unajua tulijaribu yote tungeweza. Mimi nikashinda kama governor. Na nashukuru sana wapigaji kura wa Nairobi. Ndio. Kwa kiti ya rais labda hatukufanya vizuri sana Nairobi. Wale wapinzani wetu walitushinda. Kwa kiti ya senator tulishindwa. Kwa kiti ya women rep tulishindwa. Kwa wabunge 17 tulipata 4 kama chama. Just 4 of them. But tumefurahi kuna mmoja mwingine ambao sasa anafanya kazi na sisi, yule wa Kasarani. Kwa MCAs ambapo sasa ndio maneno iko. Kuna 85 wards. UDA tulipata 35. Na tukapata mmoja wa chama cha kazi kule Mtuini. Ambapo nimekuwa jana usiku kwa hospitali. Kwa hivyo tuko na minority kwa assembly. Na kwa sababu tuko na minority ya zaidi ya MCAs 15. Sasa ujiuliza sasa serikali isonge ama isimame. Tupitishe budget ama tusipitishe. Tupitishe mawaziri ama tusipitishe. Kwa sababu hao wengine kama hawajumuishi kwa njia moja au nyingine kutakuwa na shida. Sisi tumekaa kama chama, tumeangalia wapi labda kulienda vibaya na tuta-improve na tuunde chama. Lakini ilibidi wakati tulikuwa tunafanya mambo ya mawaziri kabidi nitafute rais, mwambie sasa rais, hii ndio situation tuko nayo. Na unajua uzuri ya rais ako na experience ya siasa sana. Na ako na uzoefu. Hata leo nilikuwa I just woke up nikafikiria actually mimi nimekuwa kwa siasa half of my life. Nilianza na 19 na hii mwaka niko 38. Half of my life nimekuwa kwa siasa. Baadaye nikamwambia your excellency sasa nifanye aje? Kwa sababu sasa nikiamua tu kuweka watu wetu wa UDA peke yao 10 kwa mawaziri, waziri huwa 10. Haitapita mahali, itaangushwa. Usikie impeachment nini. So tukakaa naye. Kaniambia sasa ni sawa unaweza zungumza na hao watu. Nikaenda kuzungumza nao
kwa Raila Odinga na viongozi wake, nikasema sasa itabidi tusaidiane Nairobi. Wakataka mawaziri 5, nikasema hapana. Tukafika 3. Watatu majina ambayo ililetwa ya kwanza labda walikuwa wale wametuvuruga sana. Nikasema hapana, acha ipunguke. Tukawapa 3. Na mawaziri wakapita 10. Out of the 10 kuna wale wanasema labda una shida na jamii na jamii ile, nika spread out. Out of the 10 waine wanaitwa Kamau, Mbogo, wanatoka kwa mlima. Pia lazima usokia goko. Lazima urudishe mkono. Alafu Waluya ni wawili, kuna Mkamba, kuna Mkisi, kuna mix. Ikafika kwa chief officers. Ikabidi pia bado ni wapatie kadhaa. Sio nyingi but kadhaa. Najua kuna mmoja alileta shida kwa sababu unajua wakati wa Boma mimi sikuwa hapo. Nilikuwa naibiwa hapa kura Nairobi. Na vile tulirealize kuna hiyo shida, tukakisha hata patiwa hapo mwisho. Tukamtoa. But because of that, MCAs wetu ambao kawaida wangepata viti 2 peke yake kwa assembly. Chairman ya public accounts na public investment peke yake out of the committees. Wakaweza kupata committee 7 kuwa chairman. 7 committee chairman. Na wakapata 4 vice chairman. Na tumekuwa sasa na uhusiano mzuri sana because tuko na watu wetu wa Kenya Kwanza, tuko na watu wa Azimio working together, but the government is a UDA government in Nairobi. Assembly is Azimio majority, but tumeweza kushirikiana, ndio maana mambo yamepita. So kuna wale labda waelewa sema bora unapatia au usiwapatie. It's very easy kusema pana kifua mimi sitapatia mtu, lakini by now hakuna kitu ingepita. Ndio. Tungekuwa tumekuja Senate, hakuna budget ingepita, hakuna mawaziri, nani anaumia? Ni mtu wa Nairobi wa kawaida. Ndio. The common Nairobian. And so as a leader you must make a decision. To be pragmatic, kusema okay, hivi ndio kuko. Lazima tusonge mbele. Haya sasa umetuambia kwamba Mheshimiwa Rais ulimfahamisha na yeye ndiye. Na sio rais peke yake. Rais tumemfahamisha, tumekaa naye. Baadaye tukakaa na deputy president pamoja na viongozi wengine wa chama. Wakati hao wengine walikuwa hawajaelewa ile inaendelea, na rais akaeleza hapana, tulikaa na governor na hivi ndio iko. Na itabidi otherwise what happens going forward. Tumesikia kwamba utafika, sijui umeitwa au kufika mbele ya kamati ya nidhamu ya chama kuelezea sijui hatua zichukuliwe. Hapana, sijaitwa. Hiyo ni porojo ya propaganda. Unajua watu pia they take advantage. Unajua kuna watu ndio unaweza shinda kura. Na nilishinda. Lakini sio kila mtu anakupenda. 2017 pia nashukuru watu wa Nairobi na pia wasikizaji na watazamaji wa Inooro, nilishinda kama senator wa Nairobi by 840,000 votes. Bado hata hapo kuna watu hawakunipenda. Nikiwa chairman wa chama ya TNA ambapo tulikuwa. Na ndio maana watu unajua wanasema sijui kabila hii kabila ile. Mimi vile nilianza at 19, nilianza na Rais Moi Kibaki. Rais Moi Kibaki ndio nilikuwa vijana Kibaki. Kwanza nilikuwa kwa referendum ya 05. Wakati huo tukakuwa nikakutana na Rais Moi Kibaki. Nikaona mtu wa maana sana. Such that hata kama mimi nimezaliwa Ngara, nimezaliwa sijui mambo ya kikabila. Now is when you guys are making me think of tribe. Sijawahi kuwa nafikiria mambo ya tribe. Now is when mnafanya nifikirie hivyo siasa ya sasa. Nikaona mzee Kibaki ako na vision. Ndio alituambia amekuwa hizi position zote na it's for us, not for him. So hata kama jamii yote ilikuwa imeenda pande ile ya NASA wakati wa code ODM, mimi nikabaki vijana Kibaki. Rais Uhuru Kenyatta kanipata hapo. Tukafanya kazi naye. Nikamwambia hii KANU sioni kama inaweza kuja, wacha tufanye kazi na TNA. Nikakuwa national chairman. Wakati huo akapatia Musalia Mudavadi, mtu wa nyumbani kwetu kabisa. My grandmother and his mother are like sisters. Akampatia, nikasema hapana. Nilipeleka watu wangu multimedia. Sikuwa naangalia kabila. Nilikuwa naangalia who should be the president of Kenya at that time. It was Uhuru Kenyatta. Nikakuwa chairman wa TNA. Nikakuwa mbunge mteule. Nikachaguliwa kama senator. So for me it has never been about tribe. It has always been about what we do for our people. Ndio ndo tumekuwa Nairobi. So hii mambo atukusema chama imesema ati umeitwa, there's no ama sijaona. Na nikauliza hata secretary general kuna kitu kama hii. Na wakiniita nazaenda. Mimi nimekuwa chairman wa chama. I've been a national chairman. I know how parties should run. I was a national chairman wa TNA na miaka 26. Na nilijifunza mambo mengi. Kuna wakati ilikuwa tunakaa tu mimi, Rais Uhuru, Rais Ruto, wakati hakuwa rais, na Nixon Korir, tunashangaa sasa tufanye aje. Tuende njia gani? Sasa ile URP na TNA ilikuwa hata kuja pamoja ilikuwa ngumu.
Na ile vile rais wetu alidhulumiwa, tukasikia vibaya, tukasema pia sisi sasa tunaenda na William Ruto. So that has been the journey. Na nikito kwa chama nitaenda. Haya, sawa. Kwa zinawajibika kabisa. Ndio. Yeah. Na hizi vita mkonazo na mheshimiwa deputy president. Ni vita za nini? No, mimi sina vita na mheshimiwa Gachagua. Rais Rigathi Gachagua. Mimi namheshimu. Yeye ni mzee kwangu, tena kisiasa. Is at a higher position in terms of the party. Kuna vile serikali ya kitaifa ina relate pia na serikali ya counties. Ndio. Na hivyo ndio inafaa ikue. Labda kuna mahali tu, na mimi siwezi ongea zaidi juu ya mdosi wangu. Labda kuna mahali tu labda hatukusikizana, ama kuna mambo yako yanaenda mzuri, na ingekuwa ni vizuri kukaa na sio kwenda hadharani. Kukaa na kusema hapa, because there will always be something. Nairobi will always have a special relationship with the national government. Ile mambo nimeweza kutekeleza for now ni kwa sababu ya rais. Nimeunlock 922 million ya mabarabara. From 2019 Nairobi ilikuwa haipati. In 2 weeks. Mambo ya valuation roll, ya kuangalia mambo ya rates na nini, ilikuwa imekwama. Rais akapiga simu kwa Chief Justice, tukaongea naye, tukafungua. Maji ilikuwa ikuja ile ya Northern Collector inatoka Murang'a. Ilikuwa ije Nairobi 2024 December. Tumengangana na serikali ya kitaifa na rais. Tarehe 25 mwezi ujao 140 million liters of water inaingia Nairobi. Sawa, Governor Sakaja, hebu simamia hapo kidogo. Tutakuja hapo. Yes. Lakini mojawapo wa masuala ambayo nimejaribu kuulizia kwa jamii ya Wakikuyu ni kwamba umesema utawafukuza. Matatu zao zitatoka hapa town. Biashara zao. Hapana. That is a very bad way of looking. Wameanza kukimbia hii town. Hapana, hiyo si ukweli. Kwanza kuna jamii inakuwa targeted kwa jambo lolote. Nairobi must grow. Na tumekaa na circles 450 circles za matatu mara mbili. Tumekaa na wale wa long distance. Tukasema tujaribu kufanya mpango ambapo biashara inaendelea na ambapo kuna mpangilio mzuri katika mji wa Nairobi. Hizo circles ambazo, kwa mfano, nilisikia unajua watu hutumia kitu kwa siasa bure. Nilisikia mtu Murang'a anasema sijui tunafanya hivi. Kama gari gani ya Murang'a imeambiwa yame? Wewe uliza watu wa matatu wenyewe, who has been told to move? Zile gari in fact ambao wanafaa kucomplain labda ni wale ambao wakati wa Christmas tukiingia mwaka huu gari za Wayaki Way. Na hizo ni gari za kwenda Kisumu, Kakamega, Kisii na Rift Valley. Ambapo tulisema Western gari zetu sasa hizo. Tukasema muwe mna drop watu Green Park afu mnaingia tano. Abiria wamefurahi sana. Wanasema huko pale mnatoa changa, sasa ingine watu wanafikiria mimi ni kanjo, unashikwa, hawajui nani ndo mwizi, nani ni makanga. Na nikawaletea shuttles 2. Hizo shuttles zinawatoa hapo Green Park, zinawarudisha town. Just to see how to use that facility. Billions were spent on it, you know. Kuna juzi nimekuwa Nyamakima nikitembea kwa sababu wao ni watu nimekuwa nao. Wakati walikuwa wanapigwa na serikali iliyopita, mimi ndo nilisimama nao kama kiongozi Nairobi. Mpaka hata ikabidi nikapeleka chief of staff hapo afanye mkutano. Na tumekuwa nao, walisema ati mambo yao ni counterfeit. Ati vuvuzela ni counterfeit. Ati duvet, sasa duvet ni counterfeit namna gani inafunika mtu. I stood with them. Na vile nimetembea hapo wakaniambia sasa wewe governor tunakupenda. Naomba nikisimama hapo kwa FNT sako. Sema lakini sasa unajua mimi nikiwa na gari yangu hapa, kuna huyu anauza hapa, kuna duka ya cereals, saa zingine mtu anapiga tu simu anasema niweke kwa gari na nitaichukulia hapa. And we said we must find a way now tukitengeneza hizi bus parks because we will have to do those bus parks. Tunazitengeneza pia with a market na with kuna economic ecosystem. Lakini mtu kusema sasa mbona niwe na haja gani ati kusimama kuamka asubuhi kusema acha nipigane na vita na kabila fulani. Mimi either our boy. Why would I do that? Why would I shoot myself in the foot? Kama ni jamii inapigwa, yule ambaye kwa in charge ya matatu Nairobi ni nani? Bwana Patrick Mbogo. Ni Mkikuyu. Yule ambaye kwa chief officer wa mambo ya matatu mobility Patrick Nyamu, ambaye alisimama na UDA Kasarani. Mbona apige jamii yake? Si vizuri kujitenga kama jamii. Kusema ati sisi tunagandamizwa, sisi in fact if anything wengine wanasema sasa kama wanasema hao ni wabaya, basi toa huyo Mbogo weka Upio, toa huyo Nyamu weka Wafula, basi labda wao ndo watachunga biashara yao. So it is not about that. And these are things that we will have to work on together. Ndio. Kusema ati kutoa mabaa, night clubs kwa residential areas ni kupiga biashara ya jamii is misleading people.
Lakini nyinyi si ndio mwapatia license? Yeah, but two wrongs don't make a right. Kuna sheria inasema hakufai kuwa na night club. Disco, kuna bana restaurant ina shida. But disco kwa estate ndani ile mpaka unasikia tu boom twaf. Kuna nyingine hapa karibu na hospitali. Hiyo hospitali ni hospitali ya mental illness. Sasa mtu wako hapo ako admitted, ako hapo juu. Akisikia hiyo. Sasa ako hapo anasikia tu wewe mtu ama wainame, na ako huko juu. Si anatoka anarudi kwa hiyo drug addiction. Anarudi kwa hiyo pombe. You know, we must be considerate of others. Unaweza fanya biashara na mutaratara na mpangilio. Na nikamwambia na tumefanya mikutano nao. Tukasema sasa please soundproof. Nimekaa na Joel Kamau, huyu mkubwa wa EABL. Akasema tayari anasaidia hizo biashara zao ziweke soundproofing, na kama hawezi soundproof wazime mziki saa 5. But watoto wetu hawezi kosa kulala. Ndio. Kwa sababu wazee wanaburudika huko chini. What kind of city is that? Kwa hivyo hiyo hauta compromise. Night clubs kwa residential areas? No. There will be no night clubs in the hiyo ban iko na itaendelea kuwa. Itaendelea na tutai-implement wale wamekubali ku adjust, tunawasikiza. Zamani ilikuwa CBD ndo kuna ma night club town na Westlands na pande za hapa hili. Na hao ambao wanaenda hapo tutawa incentivize na tuwa support na tujenge nyingi zaidi. Na wale ambao wako kwa estates kama ni ile unajua ile ya bar na restaurant, unakaa juu after kazi unaburudika kidogo na marafiki zako, unapiga 2-3 kabla ya kwenda nyumbani, ni sawa. I have no problem with that. Na nimeambia polisi na nimefurahi sana because IG Kome na hiyo team tumefanya kazi vizuri. Mwamka tukiingia kulikuwa na shida mingi sana insecurity Nairobi. Kulikuwa na watu wanapigwa ngeta kila siku. Sasa hizi najua muona imetulia. Kwanza pale Globe Gara. Globe Gara wapi huko Roraka. Sasa hizi imetulia because we are working together na tumeanzisha County Policing Oversight Authority. Ambapo I chair. But nimemwambia sasa pia watu wako na pia watu wa inspectorate wasitake advantage. Sasa wanaenda kunyanyasa watu ya mabaa kusema pana governor alisema no. We will also not allow that. Na mtu ukiona unakuwa harassed unfairly, give me that person atenda nyumbani. Because we want people to operate na tunaheshimu biashara. Biashara lazima iheshimiwe. Sawa. Lakini ukifanya biashara yako pia uheshimu yule mwingine. Biashara ya wengine. Kuna sababu huyo mwenye kwa nyumba hayuko kwa disco yako. Aliamua kwa nyumbani. Asante governor. Mwenzangu Benjamin Wangari alitaka kujua kuhusu parking. Yes. Sijui amelipa 100, sijui tena sijui gari imepatikana town iko na deni ya 1800. Mbona alipi? Rais Kibaki alisema kulipa ushuru ni kujitegemea. Kweli. In these few months, 100 days, tumedigitize all revenue ya Nairobi. Mlinyang'anya KRA? Si kunyang'anya. Tulichukua hiyo system na tunafanya kazi. Tumetuacha kuna watu wako secondary kutoka huko ili county own system yake. Yeah? But tumedigitize all revenue streams. Juzi nikiwa Gikomba kichomekewa. Na nimefurahi sana tena title ya Gikomba sasa inaenda kutoka. Tumefanya survey, tumekubaliana na rais, kuna wale uchoma ndio watu wasonge. But tukamwambia ukiona mtu anakuuliza pesa in cash, hiyo si pesa inakuja kwa Nairobi County. Hiyo ni yake anaweka kwa mfuko. Sisi tuko na paybill na tuko na *647# ambayo ukifanya *647# you'll be able to access all Nairobi services. So parking ni 200. Na huko baadaye tutafanya labda per hour au per rate. Ukikataa kulipa unapigwa fine times 10. Hiyo ni Finance Act ambayo nimepata. Unajua Finance Act kupitishwa na Assembly. So kuna watu nafikiri ile Wagari alikuwa anasema kuna mtu akaniambia hapa nimechajiwa pesa mingi na nikaangalia kwa system. Tarehe 19 alikuwa hajalipa, akafainiwa, ingine hakulipa. So hata ukikataa tutakupata tu because you must pay. Tunataka tuletee watoto maji. Tutengeneze mabarabara. Tuweke chakula kwa mashule. Tupatie watu wetu wa biashara mkopo ya kufanya biashara. Where will you get it kama hatulipi? Good. We must do that. Good. Haya, swali lingine lilikuwa kuhusu sewer line. Yes. Kodo kwegeko tile sewage. Kuna shida kubwa. In fact tukiangalia Nairobi Water. Poor planning. Poor planning and people not following rules. Yeah? Na mtu akataka kufollow rules useme hapa tutengeneze, people will try and use other things. Either kabila ama ni sisi tumefanya things must be done properly. Kuna Nairobi addressing system ambayo imekuwa imekaa miaka 4 ambayo tume unveil. Ambayo itatuambia the development and land use policy ya mji wetu. Na nimefurahi vile mmesema Nairobi haishindani na Vihiga ama Sigalagala. Nairobi haishindani na sijui Kampala. Nairobi ndio tuko hapa pale tuko leo, tusonge mbele. But this is the most globally looking outward city of Africa. Dunia mzima wanataka kuja Nairobi. We are the only country on this continent with a UN headquarters. Sisi ndio nchi ambayo right now we can go to the next level. Kama ni mambo ya transport,
tuwe na tram, tuwe na train, tuwe na buses, na watu wetu wa matatu wa invest hapo, si ati inawatoa hao pia wa invest kwa hizo programs. So sewerage we need 16 billion kusort out sewerage ya Nairobi sewer system. Mambo ya maji inapelekana na siwa. Leo maji ikafunguliwa Nairobi yote, ile shida itatokea, siwa zitabust kila mahali. And we are working closely with the Nairobi Water, na tumekubaliana na rais ya kwamba tutafanya listing of Nairobi Water Company ili iwekwe kwa stock exchange, ambapo watu waweze kuchanga kuleta hiyo pesa, tutengeneze hizo line zote. Nairobi tunapata 525 million liters of water kila siku, but tunahitaji 850 million. Kusaidiana na rais saizi tumeweza kupata 140 million extra, ambayo ilikuwa haiko, tunazindua tarehe 25 February. Good. So there's a plan. Hii vitu unajua for 5 years ni kama kuna kitu ilikuwa inaendelea mzuri. There was almost free fall kwa mji. Unapata vitu zimekwama tu, watu wanaangalia tu pale watapata chapa. Hiyo 92 nimeandoka, unajua kuingia town ulikuwa unaona wameka kabra hapo bunge, lakini enda huko chini, enda Kamkunji, enda Nyamakima, enda Grogon. Iko hali mbaya sana. Sasa hizi tumepata 225 ambayo inaanza kutengeneza pande hiyo. So now we're just doing practical things ambayo watu wataona, tuambie watu watupe muda tufanye kazi pamoja. Kura iliisha, siasa iliisha. Sasa ni tupige kazi na tupigie watu wetu wote wa Nairobi kazi. Niko na kundi la wafanyi biashara huko Nyamakima umetaja, wanaongozwa na Nyokafi. Kina Nyoks, uliza Nyoks. Anasema, yes, it is true, governor has been a big help to us and has always been on our side, and we should give him 100% support. Watching from Nyamakima. Asante sana Nyokafi. Good. Sasa ulikuwa kidogo unajaribu kuelezea mambo ya maji, yale ambayo umeweza kufanya kwa miezi 4 sasa tangu uchaguliwe kuwa governor wa Nairobi. Endelea kidogo. So mambo ya maji at least to unlock kupata 140 million liters. Hiyo ingekuwa inakuja next year December, na population ina grow kila mwaka. Pia tumeweza kuangalia mambo ya usafi. Unajua kuna wale wanafanya biashara na biashara inaharibiwa kwa sababu ya uchafu. Na hata kuingia town. Tumeweza kuokota 3200 tons kila siku kupitia wale ambao ni contractors na pia capacity yetu. Na saizi kwa sababu Nairobi lazima ikuwe safi, ndio maana fine za illegal dumping zimekuwa juu, na watu wamelia. Kuna marafiki wangu hata nilikuwa nimefunga supermarket zao kwa sababu wewe uko na pesa, unaweza kulipa county ichukue takataka, unalipa CBOs na machokora uende wamwage takataka hapo nje. How can it be? So illegal dumping ndio tumesema ni kitu kingine we will not compromise on. Najua watu wanasema hawana dustbins, hizo tumeweka tenda tutengeneze ma dustbins every 50 to 100 meters, kuwe na dustbin pale kubwa, kuwe na ile skip kubwa. Tunaandika vijana 3000. Unajua wale walikuwa wanafagia zamani na ile kamera ilikuwa inakuja Tuesday na Thursday ama siku hii na siku hizi hakuna. Wale ambao walikuwa wanafagia wengi wamekuwa wazee. So tunaandika vijana 18 to 28 years. 3000 of them to begin with. Ambao nitakuwa najua kama wewe ni so and so, Langata Road kuanzia hapa mpaka hapa ni wewe. Nikipata ni chafu ni wewe. Because the city must be clean. Na cleanliness sasa itakuwa ni kama kazi mtaani. Sio kazi mtaani, kazi mtaani ilikuwa sio job. Ni kazi mjini. Kazi mtaani ilikuwa ile unalipwa wages casual. Hii ni permanent and pensionable employees of Nairobi County. 3000 of them. Tumekubaliana na rais tena mambo ya kupanda miti 10,000 young people. Hiyo sasa ndo kama kazi mtaani, but sio kazi ile ati ilikuwa tu mnafagia na hakuna kitu inaonekana. Hii itakuwa miti tunapanda so that we green our city. Unajua ukiangalia in the 70s and 80s area ya huko Makuyu ukikuja towards Thika ilikuwa inaenda kuwa desert. Wakati huyo mzee George Muo alikuwa UNEP na akakaa na viongozi wa Mount Kenya wakasema we must save our area, wakaanza kupanda miti. Leo ukienda kwa Garissa Road utaona mti ya mwisho ambayo ilipandwa na wazee, and that is why they saved this other side of Murang'a and what not going to Thika from becoming a desert. We must do now today what maybe sisi hatuonjeo hiyo shade huko mbele to save it. Na ndio hiyo tree planting ambapo vijana watakuwa wanapata 2500 kila wiki. Kufanya hiyo sio kuplant tu, to grow the trees. Na muona rais akazindua hiyo program ambayo tulikubaliana. Tukakubaliana pia mambo ya Nairobi Rivers Commission. Na Rivers Commission wakati kabla rais awe vile alikuwa president elect, nilimpelekea team wanaitwa Nairobi Planning Systems ambao walikuwa wameangalia from Nairobi River ikitoka huko juu Mathare River, zingine waangalie Getathuru, waangalie Ngong River, vile zinafaa ziwe. Na hiyo inafaa kwa economic frontier. Ukiangalia kutoka huko university uje mpaka Globe, uje mpaka Grogon,
mpaka Kamkunji Riverside. All of that will expand the river. Tuweke soko pande moja na pande hii nyingine kuwe na restaurant, kuwe na mapalia watu unajua all over the world. Ukienda kwa mji ambao ina capital, watu wanakaribia mto. Juu hapo kwa mto ndio una relax, unatumia tabot. Kenya unatoroka mto. Juu mto inanuka, ni chafu. So we're doing that imeko under the deputy president Rigathi Gachagua na tumekaa deputy governor wangu pia amekaa naye. Tumetoa watu wakae hapo, tuko na Waititu pia anatusaidia, amekuja kwa ofisi yangu, tumekubaliana. We will clean not just Nairobi River and Ngong and Mathare River, Nairobi Dam pia. Huko pande ya Eastlands, pande ya Mihango na ukienda towards Embakasi East, kulikuwa na hizi quarries ambao we will create dams hapo. Hizo dams saidia watu wetu maji. Unajua watu wetu wa Eastlands ile kitu watu hawajui. Walichimbiwa boreholes karibu 200. Lakini hizo boreholes hawafai kunywa hiyo maji. Because ile fluoride iko kwa hiyo maji east of Uhuru Highway. World Health Organization nasema 1.5 parts per million ndio maximum. Huko inafika mpaka 8. So itavunja bones na meno ya watoto. So hii maji inakuja tunataka ipia dilute hapo na zile dams tuta create hapo. Haya, asante. Ebu governor tuelezee kuhusu utaratibu mpya wa kuokota kodi. Kokota kodi. Revenue. The new system ya revenue na nimefurahi. In fact naweza kupatia numbers kama December mwaka huu nimeokota 638 million shillings. Ile 2021 December it was around 400 million. Tumeongeza by 200 every month. Tuna target 18 billion. Mfumo huu wa kukota ushuru inafanywa digitally. Unafanya kwa simu yako. Sio ama kwa kompyuta yako. Kama ni kwa kompyuta unaenda kwa nairobiservices.go.ke unalipa rates yako. Unalipa ushuru yako ile ambayo inatakana na unapata receipt. Hakuna ati kujuana na mtu. Ama mtu akwambia hii ni pesa hii lakini ukinikatia kidogo itapunguka. Ukifanya hivyo na isipoingia kwa system hiyo nimesema, bado kwa screen nitaona wewe hujalipa. It will still be clear. Kwa mobile phone *647# unalipa na ile unapata hapo ndio inaonyesha umelipa, kama ni parking, kama ni seasonal, kama ni single business permit, whatever it is, you do it digitally. Haya, asante. Nimekuuliza hivyo juu wa boy wa Githurai anauliza congestion ya license aje hapo City Hall. Because I was there yesterday. I had an issue with my license overcharge na director alinisaidia vizuri sana. Lakini watu ni wengi sana. Hiyo tuna decentralize. But ideally unless uko na issue hata ufai kuja City Hall. Unafaa uende kwa computer using that portal to take hizo stickers kwa cyber cafe. Cyber cafe zote ili wajue ukienda nairobiservices.go.ke na interns wetu wawasaidie, you can do it. Only when you have a problem ndio unafaa uescalate. But sasa tunatengeneza hizo 5 boroughs, Nairobi North, East, West, South and Central. Uhudumiwe huko. Kama uko Githurai hapo Roysambu ndio unafaa uhudumiwe, mambo yako itatuliwe yote. Kama uko Mihango ama uko Lower Savannah unahudumiwa pande hiyo. So we will publish another advertisement telling people wale wako na issues za SBP, single business permit, na pia rates. Unajua kuna wale kwa sema ati tunafanya rates kwa times 10, there's no such thing. The new valuation rule, unajua ile rule tumekuwa tunatumia na 1981. Values ya Nairobi ya rates. Sasa tuko na 2019. Na 2019 pia tunalipa 100% ya hiyo at value. Ni 0.115%. Na sasa tunafanya amendment kwa hiyo sheria yetu uweze kulipa kila mwezi. Si lazima ulipe ati moja 1 year. Every month you pay bit by bit by bit. Ili pia sisi tuweze kukuhudumia. Good. That is the new system. Mumefikisha wapi mambo ya single business permit? Single business permit hiyo inashughulikiwa kwanza na deputy wangu Joroge Mushiri. Wanasema by I think March. Kwa sababu unajua hizo license zilikuwa mingi. Ulikuwa unaingia kwa nyumba ama kwa ofisi ya mtu hujui hata kala rangi ya ukuta ni gani. Tunapata license juu ya maji, nyingine juu ya takataka, ya nini, ya fire extinguisher. Unalipa 1400 nikupatie tu karatasi na sio extinguisher yenyewe. So wame digitize. We are now maybe 85%. In fact, nimwambie waharakishe because hizi watu wanapata license mpya for new applications. You should be able to get one license. Good. Kuna jamaa wanafurahi sana pale Starehe. Salimia Super Governor Sakaja. Watu wa Starehe ni watu wangu sana. Mwambie Pangani tunafurahia sana zile barabara 3 alitupea. His first 20 days in office. In the first 20 days. In fact, in the first 60 days nimefanya 23 roads in Nairobi. Including hizo za Pangani tumefanya na Wahinyi. Kujenga ama kutengeneza, sio ati kupitisha tu. Kuzitengeneza, unajua tuko na asphalt plant ambao nilisimamisha tena. Remember
wakati umeingia hakuna budget. Uko on vote on account, so development you can't spend. So wale ambao wanatupatia bitumen tumeweza kufanya asphalt. Najua watu wangu wa TRM drive walikuwa ile tulifanya kwanza, niliona hii inahitaji barabara mzuri zaidi. So now tumepata hata mpaka contractor ambaye anaingia hapo kule Utawala. So we are doing those roads. Na watu wa Starehe wanajua negoretu wanyu koma tene imekuwa wenu kwa hii muda yote na tuendelea kuwa pamoja. Asante. By the Mheshimiwa Sakaja, ulipoingia kwa ofisi ulipata nini yani chenye kilikushtua kabisa kama mambo ya pending bills yani pending bills kwanza zilikuwa mingi. Nilipata pending bills ya 115 billion. Hizo mtalipa lini? Hiyo sasa lazima tukae na serikali kuu because mingi kwa kama za NMS unapata in 2 years. 2 years pending bill ya 16 billion. Hii ya mawakili 21 billion. Na mtu anakuambia rafiki yangu hapa 1 billion kwa kesi hii 2 billion. Tutafilisika kama county. So nimeform committee ambayo nitazindua either kesho ama kesho kutwa ya kuangalia all of those bills za kisheria, za legal pending bills za mawakili peke yao. Zingine utapunguza, utanegotiate. Ingine unapata hata ni kesi ambayo hata kwa inafaa kwenda kotini. Unapata ni serikali ya Nairobi imepeleka ati jeshi na mtu anataka 1 billion na hata umeshindwa kwa hiyo kesi. You must find a way to do it. Tulipata ile kitu ilinifurahisha sana. Juu tuliapishwa tarehe 25 pamoja na Njoroge. Tarehe 29 nikaita staff wote wa Nairobi. Niko na 13,422 staff. Wakajazana hapo City Hall watu kama 9,000. Na nikawaambia mimi sijakuja tena kifuati kufukuza watu ama kutoa watu. Nimekuja kufanya kazi na nyinyi. Kama kwa Biblia King David vile alienda kupigana na Goliath, alinama akatumia mawe ambayo ilikuwa hapo. Hakuja na mawe kutoka nyumbani. Ile mawe alitumia 5 ilikuwa hapo na akatumia kwanza na akaangusha Goliath na kabaki na zile 4. Kwa sasa nyinyi ndio mawe ambao mmekuwa hapa miaka yote. We will work with you. Nikawafungulia suggestion box 3 ambapo mtu akiwa na hisia ama idea ambayo kawaida akipatia wadosi haitafika. Jua ndo kuna shida. Ananiandikia directly. Na mimi ndo niko na kifunguo mimi peke yangu. And I've gotten so much information. Na tukakutana tena nao 1 quarter. Walikuwa hawalipi mshahara on time. Ilikuwa unapata from October 2021 deductions ya NHIF, NSSF, pay as you earn, pension inakuwa diverted, inaenda kulipa mambo mengine, inalipa mawakili ili watu wapate kitu. Nikwambia mtakuwa mnalipwa on time when I am here. Na umekuwa unalipwa ile mwezi tumechelewa vibaya sana. Na nikakasirika walipwa tarehe 5. That was the worst that has ever happened. Zaidi ya hayo tulikuwa na casuals ambao hao wanafagia town. Walikuwa hajalipwa kuanzia Julai, nimewalipa wote. Kulikuwa na CHVs, community health volunteers, walikuwa hawajalipwa. Sijui hata kama kuna county na walipa stipend. Wako 1000 kama I think 7,000. 7,800. Kwa leo wanalipwa na nikaambia waziri wa finance na chief officer. Mimi msinilipe mshahara kabla ya kulipa community health volunteers. Juu hapo ndio tutatatua health yetu. Kwani huyu jamaa NMS alikuwa akifanya nini? Unajua vitu mingi na nawashukuru kwa ile walifanya. But vitu mingi unajua ilikuwa ya kufurahisha mdosi. Jana nimeenda hospitali ya Mutuini na nimepata kuna project ilikuwa imekwama for more than a year ya kutengeneza hospitali mzuri ambayo itasaidia area hiyo yote hadi watu wa Kikuyu constituency, watu wa Kiambu. Na ile kitu imebaki ni pesa kidogo tu tulipe, ni instruct ilipwe. Ili tusaidie watu wetu. 24 hospitals zilitengenezwa, unapata kama ile ya Kasarani Mwiki. Hospitali inazinduliwa, hakuna dawa, hakuna madaktari, hakuna equipment. So hiyo ni hospitali ama ni social hall. Hiyo tu ni pahali ya mikutano. So we are equipping those hospitals. Kuna ile ilijengwa na Nairobi County, Mama Margaret Uhuru hapo Korogosho. Hiyo hospitali itapunguza stress na shida ya Mama Lucy. Ambapo pia kuna project ilikuwa tumeactivate sasa. Hiyo tumekubaliana na rais ya kwamba kwanza tufanye ikuwe full fledged hospital, isikuwe pediatric, tuweke madaktari, iko na 4 floors. Iko na mambo yote mzuri mpaka hata mochari kila kitu iko safi. Alafu sasa irudi kwa Nairobi County Government isaidie watu wetu. Asante. Nataka tupumzike. Asante. Lakini unajua kuna jamaa wangu hapa ni wadadisi wa mambo. Kuna jamaa hapa amegundua kitu umekubaliana na rais wako. Yes. Lakini mnabishana na naibu wake. Mimi sibishani na mtu. Haya. Naona when Sakaja closed bars and clubs zenye ziko kwa estate, Governor Sakaja was supported by President Ruto. That's true. When Governor Sakaja
talked about matatus, mambo ya kuingia huko ya matatu. The following day tulikuona na president mkiwa huko Galana Kulalu. Unajua Nairobi lazima ifanye kazi na national government. Na rais anaelewa ile shida ambayo tuko nayo kabisa. Si ati mimi niko na shida kibinafsi. Mimi ni mtu wa siasa safi. I have no problem with my boss, the deputy president. Na nafikiri labda nitaomba msamaha kwa Kenya kwa hii mambo kuja hadharani. Because kuna watu wametake advantage. Sasa unasikia mambo ya Nairobi inazungumziwa na mtu ya Bungoma. Alafu kesho sijui Nyeri, Senator I don't know who is talking to. Unasikia Murang'a wanaongea, unasikia Vihiga. People take advantage kutumia pali wanafikiri watu wamekosana. Within our party, our issues we will solve internally. And we must solve them internally. Aya. Sio watu kurukia tu wasema hapa nikifanya huyu ataona mimi ni mtu yake. Hapa nikifanya labda nitakuja nitafute tena Nairobi Sakaja nipatie. No. Please don't do that. Na nikaambia wafuasi wangu, juu nimeona social media, tio Sakaja amesema Nairobi sio Madhira, tio lazima ipangwe tofauti. I told my people, please respect the deputy president. Don't insult him. Kama hujaisikia mimi nikitukana mtu, wewe usitukane mtu kwa niaba yangu. That is not how we operate. Asante. Ya mwisho ndio tupumzike. Uliambiwa go slow. Uko na mbio. Wewe unafikiri uko na mbio ama Nairobi imekuwa imelala beka 5, inahitaji mbio. Lazima tutengeneze vitu. Of course we'll consult more. Yeah, we'll talk to people more. Ili unajua watu wanaweza fanywa misunderstanding. Ni rahisi sana kusema huyu hatupendi, huyu si mtu yetu, huyu anatupiga. Hata kama si ukweli, when a lie is repeated it becomes the truth. And that is why nilisema lazima nieleze watu wangu vizuri. Na natembea kueleza watu wangu. This is what we are doing. We will meet more, we will consult more. But mimi nilikula Biblia. Niliapa kwa watu wa Nairobi ambao wamenipatia mamlaka ya kuwa governor wa Nairobi. Being the governor of Nairobi, I'm the CEO of the city. I have executive responsibility. Na mimi nitajibu kwao in 2027 na pia uko mbele 2032. Labda sasa katiba itabadilishwa tuweze kuendelea kama governor. And I will hold true to my oath of office. Nairobi kuitatua is not a walk in the park. Na kutatua Nairobi hautafurahisha kila mtu. Ukijaribu kuwa popular, you will not change Nairobi. And if you don't change Nairobi now, these 5 years, we will never change the city. Itakuwa tu ni anaki, kila mtu anaweka kibanda pale anataka. Unajua juzi nikidrive after I drop my kids to school na ingia town. So asubuhi na drive nimepita Moi Avenue, naenda sasa towards Koinange. Nikapata jamaa asubuhi 7:30 anatandika manguo kwa barabara. Na nimefungua tu dirisha, akaniona, akacheka tu. Akasema pole mdosi. Hata yeye mwenyewe anajua what he is doing is wrong. Ndio tumewapanga, tumesema all our hawkers waheshimiwe. Tumewafanyia 29 streets, tumewaona, tumewaregister, tunawajua ni wangapi. Wanasemanga ni 13,000, tunajua ni wangapi. Tukikupatia wewe kama Wakang'ethe number 342, unajua stall yako iko Dubois Road 342, unafanyia hapo na uko na kibanda yako. That is why we're building 20 markets. Jana tumeangalia designs na watu wa ministry Hinga Maura wamekuwa kwa ofisi yangu. Yeah? Wao kuna designs ambao wamefanya. Kuna zile tumekaa na rais. Unakumbuka TVET ilikuwa 76 million. Wakapunguza iwe 50. Rais akanipa jamaa anaitwa Dr. Tano ambao uko KTTC. Market kama ya Kangundo Road Market ilikuwa imecost 868 million. Tumefanya redesign inakuja 575. Hapo Kasarani, Clay City naeka kama hiyo. Kangemi naeka kama hiyo. So we must work. But if you stop working and try to please everyone, you will not sort the city. Asante Governor Sakaja. Twabe tuikirie ni turacokereria studio twina Governor wa Nairobi Johnson Sakaja na ciuriria ndiroria ni iria muratuma ni iria murajira murio mutwareo no guo neguo ndiragika goko studio ni turacokereria. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa.
Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Urepulita shesheni ya borithi thaa ici thutha wa mathaa merĩ ndenda kũmuona haha waga gũkorwo utakinyĩte thutha wa mathaa merĩ ngwanĩrĩra njuge Pritarora nĩ orĩte nĩũĩ ũguo nĩ kuuga atĩa? Haya, asante. Thegio muno guthii na mbere na kwirorera Inooro TV studio. Tuna Governor Johnson Sakaja wa county ya Nairobi, ithe wa Wambui. Usipoja nasikia hiyo atafurahi sana. Sana. Wewe ni mudhoniwa. Hebu tueleze Governor. Yes. Choo za Nairobi. Yes. Unajua kuna watu hufanya biashara huko. Hizo choo ni pesa sana. Huwa mtu zipataje? Kama niko na mtu hapa anaitwa Toilet Africa, Mama Africa, angependa kuwa na choo huko. Hatujui utaratibu wa hizi choo. Watu unajua tumepata system ambayo imekuwa ilikuwa sana mnajuana, unapatiwa tenda, weke vijana hapo ama group za kina mama, and they earn a living from it. Na vile tulikuja, unajua contract zao zilikuwa zime expire actually. Zilikuwa zisha expire. So wakaanza process ya kufanya new tenders ya hizo macho. But vile nikasikia, nikaona hapa kuna watu watadhulumiwa. Kwa sababu unasikia watu wanaulizwa pesa ati ndio wapate tender sijui 200,000. Nika-cancel, nikasema let's hold it first. Tukae nao watu wote, unapata kama wewe umepatiwa 3. Release moja tupatie vijana wengine ama tupatie kina mama wengine. Kasema kuna mtu atadhulumiwa. Hii mambo ati unachukua chakula kwa mdomo ya mtu yenye tayari yako nayo. But we need even more. So we'll work with the private sector. Kama wewe unataka hiyo biashara, kuja na watu kadhaa, niwaambie hapa tunahitaji choo, jengeni. Na mtajenga, mtaji watu shilingi 10, shilingi 20. Hapa mnahitaji nyinyi mjenge wenyewe. Ili sio ati mimi najenga, alafu nyinyi mnafanya biashara nayo. The ones which are there, we will work with these people. Now itawaita wote. But I cancelled that tender. Nisema pana hii inaleta uhasama mingi. Haina haja. Hata kama unajua hii kufikiria tukiingia kwa serikali, yule mtu hakuwa na yeye lazima mdhulumu. Na lazima mkanyange chini. We will never unite our country. We will never. People make a political choice. But once they make that choice, haimaanishi wanaacha kuwa Wakenya. Ndio. So mi sitaidha dhulumu mtu kwa vile alipiga kura. Ili kesho nikuconvince sasa wewe kunipigia, next time unipigie. Haya, sawa. Na mtu akitaka kufanya biashara na nyinyi, by the way, hizi tenders na nini, utamshauri afanye nini? Just go to the Nairobi portal or come to City Annex, uulize process ya kuweka kampuni yako kwa system. I've told my team, in fact, sasa tunaanza kufanya what we call e-procurement. Mtu anafaa aweze kupata bila kujuana. Mimi nikiwa member of parliament 2013 nilileta ile 30% opportunities ya vijana, kina mama na watu wanaishi na ulemavu. It will be a shame for me kama governor saizi yenye niko na nafasi ya kutekeleza kaunti yangu ishindwe kufanya hivyo kwa vijana wetu na kina mama. Nairobi kumekuwa na cartels kwa muda mrefu. Na hiyo cartel ilikuwa unapata watu wachache ndio wanakalia kila kitu, wameifunga. I will not allow that. And that is why I'm opening up things for the people. Kuna wale hawafurahii hiyo. Na wengi wao wameona sasa warukie hii vita ndogo yenye wanajaribu kupepeta moto ili wapate mwanya. Please look for another county, not Nairobi. Nairobi will not be like that. Okay. Sasa zile pesa ambazo ulisema ulipata pending bill 115 billion. 115. Umelipalipa ngapi? Zenye zimebaki utalipa aje? Sababu niko na jamaa hapa anasema yeye alishafanya kazi pale Mathare Hospital ya 60 million. Na hajalipwa. Hizo zote za kama hiyo Mathare Hospital unaweza pata ni ya Mathare Hospital. Mathare referral. Mathare Hospital. Hiyo ni national government. Korogosho. Kama ni hiyo yetu ya Mama Margaret, hiyo ni kazi ya NMS. Na NMS unajua sasa imefungwa.
na zote tumepitia kwa Auditor General as a review. Hiyo contract yenye mtu alifanya na NMS, kuna kitu inaitwa deed of novation ambayo sasa inaleta contract iwe na sisi, tutawalipa. Wale wamefanya za World Development Fund, nilikaa na hao contractors wote. Nikamwambia sasa sio mimi niko na deni yenu kwanza. Ndio inherit, but wale walokosea, kuna mtu akona vitu ya 2015 2016. In fact nimedirect leo, jana nikamwambia Charles Kerichu, waziri wa pesa, kila mtu ambaye akona deni ya 5 million kwenda chini, lipa hawa watu. Walipe. Because unapata mtu 300,000 amekwama. 500 600 walipe wote. Si lazima ujue mtu na usiulize mtu shilingi, lipa wote kwanza tutoe hao, because we have some money that we can do those payments. So zile zimepitia internal audit zote zilipwe. Zile ambazo ziko NMS lazima wafanywe audit na Auditor General, nilimwandikia ili nisilipe kitu ambacho sijui. Juu naweza lipa kitu mbaya mimi mniweke kwa ngori na ilikuwa ya mtu mwingine amejipanga. Hapana, daro na wino. Okay. Aya, Gashaja CBD Hawkers Secretary General. Yes. Morning Kamau, salimia Governor Sakaja. Yes, Gashanja. Tell Governor CBD Hawkers are eagerly waiting for him to keep his promises on slots allocation. The 29 streets. Yes. Yeah. Let him also keep an eye on his officers and not allow any brutality against hawkers. So far, not too bad. Huyo Gashanja, CBD Hawker kama namba yake inaisha na 800. Ndio hiyo. Ndio huyo. Mwambie kwa ananiambia tu mimi direct hivi vitu. Akiona mtu amefanya, I know these people, they have been mine for long. Unajua si kwanza siasa jana. Nimekaka mpaka namba ya mtu. Na unajua, you know me, I'm a numbers guy. So I sometimes nakumbuka namba hata si jina. So mwambie and I will look for him. I will look for Gashanja. So that we work together. Sawa, lakini alikuwa anakupongeza. Kwa hivyo hana vita sana na wewe. Hiyo message nyingine inaongea kuhusu raw sewage still discharging ndani ya CBD. Area gani? Pale Tiboroa. Ana hiyo nafikiria Tiboroa ado itone kule ya miena ya Rivaroli, kule ukienda wa, yani unaona Tomboya na huko chini. Nilikuwa huko juzi na nikitembea na engineers wangu. Sibili nimekueleza budget imepitishwa tu vile tumemaliza, chief officers wameingia last week. Hizo kazi zitafanywa. Kwanza ya CBD tunafanya program ya 225 million shillings lower CBD. Biashara mtaendelea kufanya lakini itakuwa mazingira mzuri. Hao hawkers 29 back streets ambao tunaweka taa na tunaweka ukuta mzuri na hiyo marking, mtu afanye biashara yako hapo, usisumbuane, because unajua hata yule mwenye anauza kwa duka pia akona haki. Haizi kuwa wewe unauza shati nje ya duka, yule anauza shati hiyo na yeye analipa rent. So we will distribute people together so that we can be fair to everyone. Ama uko na matatu yako imepark nje ya restaurant, inaweka moshi ndani ya hiyo restaurant, na huo restaurant si pia ni mtu wetu. So we can be considerate to each other. Sawa, Governor. Unajua Governor Sakaja, Nairobi hainaga maji yake. Nairobi inatoa maji Murang'a, inatoa maji Nyandarua, na inatoa maji Kiambu. Kikuyu Springs. Nairobi haina maji yake. Mahali maji hutoka, hakuna pesa hurudi huko. Sasa watu wanasema hata wao watumiwe kitu na Nairobi. No, tuko na arrangement now. Wanapata maji kutoka kwetu. You see, Nairobi ilianza, hii ya kwanza ilikuwa 1907, Kikuyu Springs. Ambayo inatupatia 4,000 cubic meters, 1907. Baada hiyo tukaenda sasa Ruiru. Tukapata hiyo dam kidogo inatupatia 4%. Kisha Sasumwa. Njabini. Alafu Ndakaine ndio kafanywa. The last Ndakaine expansion was 1997. Hiyo Ndakaine inatupatia 84% of our water. Tuko na arrangement from there, because ile maji tunatoa Ndakaine si maji ambayo tunachukua only the overflow. Kama ya northern, ile iko extra ndio inaingia hapo ndio inakuja kwetu. And along the line watu wanafaidika. Kuna mbunge alikuwa amekuja from I think Ruiru, ambaye alikuwa anahitaji some fencing and also for the people to access water. Tuwapatia maji. So kuna tariffs ambayo sisi hulipa kama Nairobi Water. So si ati tunapata maji ya bure. Na hiyo kama hiyo Ndakaine hapo paliko tumelipia ni yetu. Tuko na title ya hapo. Tuko na title ya Sasumu wa Jambini. We have, because they're ours. You can own something outside your county. Okay. Haya, sijui mlielewana na jamaa wa bodaboda, jamaa wa Uber? Yes, jamaa wa Uber wamekuwa na harasiwa sana na bodaboda. Watu wa Uber nimewapigania miaka mingi sana. In fact, ile imebaki. Na wakati tulifanya Hustler Fund launch, mulisikia nikizungumza na nikiambia Rais mweleze Murkomen, regulations ziko kwa meza yake. Unapata unaingia Uber, 25% immediately
inaenda huko Netherlands. Watu wanafinywa, bei iko chini sana. Kuna regulations ambayo ilikuwa na new pricing. Mafuta ikipanda ndo bei inapanda hivi, ndo wanaenda polepole pamoja. Ya pili, tumedesignate na nimekana CEO wa Uber. Anatengeneza sasa stops town, Westlands ambayo itakuwa covered na ni shade. Hata ukiitisha inakwambia find your Uber over here. Hapo amta nyanyaso na kanjo at all. Boda pia tumekubaliana nao, the bus stops tutagazette sasa. Pahali mnafaa kuwa mnasimama na route ya kuingia town na kutoka, ili msio kila mahali. Hii kupata ati boda 3 zimekusanyika katikati ya magari, hapo ndio ukora uanza. Na wezi hujificha ndani yao. So we know those stops. So we must work with them. Asante. Hebu geuka kidogo nyuma yako governor, uniambie kama hiyo ndio mambo unataka kuleta Nairobi. Rome. Sijui kama umeona hii ni ya Nairobi Juja Thika Road. Na kumekuwa na pilots ambazo zinafanywa ya hii mambo ya inaitwa BRT, Bus Rapid Transport System. Na wanapatiwa line yao. Unajua ukienda nchi kama hata New York ama mali mingi, si ati tunafikiri nasema Kenya lazima iwe New York leo. Hata wacha New York. Dar es Salaam. Hapa tu. Dar es Salaam wako na hizi zinabeba watu mass. Na wale ambao wako kwa biashara wako na sako za matatu. They can own shares kwa hizi pia on top of matatu. Juu itaingia kwa estate mpaka ndani ya nyumba. Hapana. So they can be cooperation with them. Ndio nasema tuende polepole na tuende pamoja na. We'll go together. So this is part of what we are doing. Pamoja na Namata, I am the vice chair of the council. Na the chair of the council is a minister. Tunafanya na Kiambu, the metropolitan area. Hiyo Namata ndo tutatumia tufanye hii BRT Railway City project ambapo tulizindua na rais na deputy president pamoja na foreign secretary wa the UK. Itakuwa hapo Railway Center. We will do all these things for the betterment of the city. Naona inatumia stima. Yes, ni electric. Sasa kuchaji na nini mambo kama tunaweka charging ports. Hii kichajiwa inachukua 300 and inachukua I think 3 days. 3 days kama ikijaza moto. Ikijaza. So hapo Green Park kutakuwa na charging terminal na pia kwa maeneo mengine kutakuwa na charging terminal ya hizi. Hata tunaweza sema matatu basi relax, wacha tujaze hizi Green Park. Abiria ataamua atumie ile anataka, ile yenye ni safi, ile anyanyaswi, ile ati mvua ikinyesha bei inapanda times 5. You know we can't operate like that honestly. Sijui kile utafanya na makatels. No, taishi tu nao. Hii ni town. Haya, tunamalizia. Good morning. Huyo anaitwa Malda gaide kama no Malda wa Matonyo. Kindly ask kuhusu landlords ambao hufungulia waste kwa mtaro usiku, especially kukinyesha. Where should one report? Or can they go around confirming plot zote ziko na siwa, especially area ya Liruta Dagoretti? Tuko na sasa tabu development control. Na hiyo team tumepatia kazi pamoja na ile building inspectorate. Unga vile manyumba zimeanguka Kasarani, zile zikaanguka Thika, kuna wengine hata wa Matangi alitoa watu kabla yanguke. When we started that process tukakaa na Waziri Zak pamoja na timu yake na building inspectorate. So tumekubaliana part of what they're going around to check ni mambo ya siwa na pali watu wana emit. Na kama na watu mnajua wananisikiza, kuna wengi wamejenga na walijenga bila permits. Wamejenga manyumba bila approvals na zimesimama. Hakuna nyumba ya mtu sisi tutaangusha. But fanya kitu inaitwa regularization. Kuja City Hall sema ndio nilijenga, I want to bring it onto the system. Tumapatia hiyo waiver, mkuje, we'll amend that act in the county assembly. Come we bring you in the system. Unajua ile serikali ya zamani ya vita na watu, sio hii ya Nairobi. Hatuna vita na mtu. We want to help you do business. We want to support you to do that business. So wale ambao wamejenga huko, unapata huko Kiambu Dandora, unapata area Eastlands, area wapi watu wamejenga, but they know they're afraid. Don't be afraid. Come, we will regularize it. We will put it in the system na tuendelee mbele. Lakini amaanisha ati saizi mwingine aseme kama ni hivyo acha basi mimi nianze yangu. Tukikupata kwa unaanza utaenda mahali. Just do things the right way. Nego. Asante. Sasa nataka useme kwa heri, kama kuna jambo sijakuuliza unaweza waambia. Uko na dakika 3 governor. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Nashukuru tena, lazima niwashukuru Damushokeria Gadho kabisa kwa kusimama na mimi for the last, even I can say that half of my life I've been in politics, 19 years. Tangu nikuwe 19. Na I've learned a lot. In leadership wanasema saa ingine usiogope kutoelewa
to be misunderstood. If you're doing the right thing and your conscience is clear, do it, they'll understand. Na singependa uhasama iletwe ambao haiko. Na singependa watu ambao wanajaribu kutake advantage na kujaribu kufanya tuwe na shida na viongozi wengine. Juu mimi sio kiongozi wa aina hiyo. Mimi ni kiongozi napenda siasa safi. Napenda watu wangu wa Nairobi. Mimi nimezaliwa Ngara. Pale na John Nairobi, ushago wangu ni Nairobi. Nilisikia mtu akisema, Sakaja, hii stage ilikuwa hapa kabla uzaliwe, Nairobi ilikuwa hivi kabla uzaliwe. Pia hatujakuwa viongozi kuacha Nairobi ikae vile ilikuwa kabla tuzaliwe. We must take Nairobi to the next level. Na tutafanya hiyo pamoja na wananchi. A city of order, a city of dignity, hope and opportunity for our people. It is possible. It is possible kufanya biashara yako na ukiheshimu mtu ambaye yuko next to you. It is possible kufikiria mtu mwingine zaidi ya vile unajifikiria. And it is possible to change our city. Nashukuru sana serikali ya kitaifa pia, nashukuru rais, nashukuru makamu wake kwa sababu tumefanya vizuri as two governments. Na timu yangu ambayo imezinduliwa nawaambia, hawa watu ambao mnaniona kila siku nikienda kwao. Kila Sunday niko kwa kanisa mahali fulani. Every 2 days I'm going out. Those are the people we must respect. And those are the people we work for. Nimewambia, in the first 100 days tulifanya kazi mingi sana. Saizi vile mmekuja msitupunguzie speed yetu. In fact inafaa iongezeke because ilikuwa tu mimi na Mushiri. Saizi niko na mawaziri 10. Niko na chief officers 32. Yeah? Na out of 32 vile nilikueleza wale wanasikia hii ni 13. So you people have a task. And always remember the most important person for us is a citizen of Nairobi. Serve all of them. Hakuna shida ya Mkikuyu Nairobi, tofauti na ya Mjaluo. Hakuna njaa ya Mkisii, tofauti na ya Mkamba. Na watu wetu nawaambia tafadhali, msikubali kuwa isolated kama jamii. Because other communities will also now start asking, kwani ni nini hii ambao ni hawa tu na si ya wengine? Watu wetu ambao wanaangalia hii station, wanafanya biashara Kenya mzima. And we've said every Kenyan must be allowed to do business everywhere. Let us not allow ourselves to be divided again. Let us love one another. Let us look at each other as brothers and sisters. And me, I will serve with diligence and truth and firmness and confidence. Kwa sababu ya ile imani watu wa Nairobi wameniekea kama governor wa Nairobi. Kabisa. Ya mwisho kabisa, your deputy governor, Mheshimiwa Njoroge Muchiri. Umempa kazi gani ama yetu ni? Njoroge Muchiri ni deputy governor. Nilisema deputy wangu hata kwa ule wa kukunywa chai na kula mandazi kwa ofisi. Na tulisema kitu ya kwanza, in fact someone was joking, kwa 100 days tuweke deputy hajajiuzulu kama ile time nyingine. Muchiri is in charge of trade, markets na pia mambo ya sub county administration. Hizo mbili wana report directly kwake, yeye ndo anazipanga. You know, and he's a great guy. Jana najua amekutana na timu ya Barrows, amekaa nao, alafu baadaye tukakuwa na mkutano na Hinga Mwaura kuangalia tena mambo ya masoko, and he's doing a great job. Amekuwa private sector. Me I'm turning 38, him is turning 60. So akona uzoefu na akona experience. Mimi labda sina experience hiyo. And that's why I say, even as a leader, we learn every day. You learn, you do something right, you make a mistake, but you learn. But your heart must always be open to the people. Asante. Thank you muno ithawa boy. Governor Sakaja Muchiri. Asante. Tuhamwe muno makeria. Thank you. Reke tukinyie hau. Tuikerie hanini, tucajamuke hanini. Nigetha ndacokereria tukorwo na Noah Gachusha niwe minister wa mbeu njithi na mathako kuria kaunti ya Murang'a, tukirora horo wigi itemi ria andu ethi. Reke ngwire gucenjia ruga. Ukauma ruga no ugathie giko gikiheo kinene muno. Thank you muno mwiroreri titagoko kumagwo. Vile na bambam police wana ubaya, demo wako vile mahanjam na misina ubaya, koseo ni te handsome, iskizo ni hekaya, Felicia